Atukuzwe Bwana Yesu. Ninasoma neno la Bwana katika Hosea 2:13. Nami nitamwadhibu kwa sababu ya siku za Mabaali aliwafukizia uvumba hapo alipojipamba kwa pete masikioni mwake na kwa vito, asema Bwana. Na pia Yeremia sura ya 9 mstari wa 25. Tazama siku zinakuja, asema Bwana, nitakapoadhibu wote waliotahiriwa katika hali yao ya kutokutahiriwa. Haleluya, mwana wa Mungu unasema na Bwana mbinguni. Wewe unaivaa pete masikioni. Pete kibiblia manake ni hereni. Hereni zote zimekatazwa. Yeyote anayevaa hereni hataenda mbinguni. Yeyote anayevaa hereni hataenda mbinguni. Hata kama ni mchungaji, hata kama ni nabii, hata kama ni mwinjilisti, hata kama unanena kwa lugha. Hereni ni mapambo ya makahaba. Na yana maana katika ulimwengu wa roho. Sio kujivalia tu, ina maana. Wale wanavaa pagani wanamjua ni nini wanamaanisha. Na ndio maana Bwana anasema katika Yeremia hiyo sura 9 ya kwamba wale waliotahiriwa kana kwamba hawajukutahiriwa. Yaani maana yake nini? Wewe ambaye unasema umeokoka unaenda mbinguni, lakini kumbe bado unatakataka. Ndio maana ya kwamba nitawadhibu wale waliotahiriwa katika hali yao ya kutokutahiriwa. Unasema wewe tayari uko sahihi mbele za Bwana, lakini kumbe huko mchafu. Unanuka na mapambo ya kikahaba. Na vito ni mapambo yote ya madini. Mungu anakataa. Hatutaki kuweka pambo lolote. Hautaki kutoboa sikio. Sikio utakao lieche kama ulivyozaliwa, kama Mungu alivyokuumba. Kama imetokea Mungu ameruhusu uzaliwe na masikio yaliyotobolewa, basi. Lakini hakuna mwanadamu aina hiyo ambaye amezaliwa masikio yametobolewa. Ni wewe tu, kiburi chako cha kishetani baada ya kubakwa na shetani. Kwa sababu mtu yote anavaa mapambo, ambaye yuko kanisani anasema ameokoka, anamwimbia Mungu, anamwabudu Mungu, anafunga, anaomba, lakini ana mapambo, hana tofauti na yule asiyeokoka. Wewe shetani alishakubaka. Na katika masikio, ina maana amekubaka kwenye masikio. Unafanya zinaa na shetani kwenye masikio pasipo kujua kama anafanya zinaa. Na mtu yeyote anafanya zinaa ya rohoni, ya mwilini, ninakwambia wazi hutoenda mbinguni. Hata kama unaota usiku, unaamka asubuhi umeshachafuka katika sehemu zako za siri, ukaona jua hiyo ni zinaa umefanya na katika ulimwengu wa roho, hutoenda mbinguni. Hicho ni kifungo. Badilika, muombe Mungu akufungue hicho kifungo. Jishushe mbele za Bwana. Jishushe mbele za Yesu. Yesu ni mwaminifu, atakufungua ukiamua kutoka moyoni. Kuna faida gani umeokoka? Kuna faida gani umekaa kwa Bwana ndani ya madhabahu ya Bwana, alafu mwisho wa siku unaachwa kwa sababu tu ya hereni? Hereni, pete hizo za masikio zinaitwa, ndio siku hizo tunaita hereni, ndio pete za masikio. Kwa nini vikufanya wewe uende motoni? Acha upumbavu huo, acha ushetani, acha ubaradhuri. Kama kweli umeshaamua kuja kwa Yesu, badilika kutoka rohoni, ili Mungu akikuangalia na kuona kabisa umebadilika, umetahiriwa moyoni, umetahiriwa rohoni. Lakini kama bado na mapambo, wewe bado una govi za rohoni, wewe ni takataka tu, ni uchafu mbele za Mungu. Badilika mwana wa Mungu, maana unyakuo muda wote Yesu anakuja kuchukua kanisa lake. Je, akija akikuta na hicho kitu, hutoondoka? Maana mbinguni kamwe hakitaingia kinyonge. Ufunuo 21 pale Mungu anasema kamwe mbinguni hakitaingia kinyonge. Dhambi yoyote usidharau, iwe kubwa iwe dogo. Wewe nakwambia wazi, ukitenda ya rohoni, ukitenda ya mwilini, utabaki. Hakikisha dhambi zote za rohoni unaziacha. Hakikisha na dhambi zote za mwilini unaziacha kwa jina la Yesu Kristo. Amina.